Ndio maana kwenye Biblia kusoma Ibrania 10 ule mstari wa 5. Ndio maana unasikia Biblia inasema mwili uliniandalia. Maana yake aliposema niko tayari, Mungu akasema ngoja nimwandalie mwili huyu mtu. Hawezi kwenda kule duniani bila mwili. Ili kuweza kuingia duniani na watu wakuone na ili kazi yake ifanyike, lazima aandaliwe mwili. Lazima kuwe na maandalizi ya mwili. Akaangalia duniani, akaangalia watu naweza nikampaka nikapata connection ya tuma mwili. Nitume roho yangu ingie pale malize mwili. Akaangalia. Mama Abel amesema, Tumajabi amesema hapa. Mama akasema Mariam pale Eden waliharibu. Mwanamke aliharibu akatuna na kampa moyo. Lakini akapatikana na mama mmoja anaitwa Mariam. Amen. Akasema yuko Mariam ambaye amefuta kabisa aina ya wanawake. Amen. Ambaye Biblia inasema huyu alikuwa bikira. Hajawahi kuguswa na mtu yeyote. Bikira kabisa. Mungu akaangalia akasema huyu mwanamke huyu anaweza akasaidia hii kazi ya mwili. Kwa hiyo fumbo la kufungua akafunikwa na kivuli. Na kabla tu akapokea ujauzito na malaika akamtokea akamwambia umebeba kitakatifu. Umebeba ujauzito wa Roho Mtakatifu. Yusufu akakataa kukimbia. Akasema mbona mama amekuwa kama mwashirati? Ilikuwaje tumbo linajaja mimi sio baba na mimi sijamgusa huyo mtu. Na maana alikuwa anataka kumuoa. Alikuwa mke kabisa. Mungu akamtokea tena kupitia malaika akamwambia usimwache mkeo. Hiyo mimba aliyobeba ni za Roho Mtakatifu. Na kwamba utakachozaliwa mahali hapo ni kitu kadri sema nini?